Niajeni. Mugi Joseph namkaribisha hapa TikTok hapa Maryland. Leo tumesema tukuje tuwasalimie tukijua tunaendeleaje. Na msisahau bado tuko pale Masinga. Ofisi zetu ziko hapa Long Beach Road. Karibuni sana hapa TikTok. Na mko karibu pia hapa Maryland. Leo tuko na rafiki yangu hapa anaitwa Patrick. Wacha introduce. Niaje watu wangu. Niko niwasalimie Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natumai mko salama. Waislamu, assalamu alaikum. Tuko salama huku kwa Maryland. Sisi tumekaa leo, tulikuwa juzi. Na leo tumekuja tuendeleze debate but sasa with another perspective. Mimi naitwa Patrick kutoka Maryland. Karibuni sana. Na leo waambie discussion ni moto, si ndio? Leo ni fire sio fire. Leo ni fire, noma si noma. Na anasemanga hivyo. Noma si noma. Mara nasikia sijui ni nani. Huko nje nasikia kusema mara Sofia, mara sijui nini. Noma si noma. Hauwezi jua inatoka na nani. Naam, karibuni. Sasa before tuanze ni vizuri kwanza tuwaambie pale tunauza kwenye tuko and everything. So currently tunauza our latest project inaitwa Destiny Gardens Masinga. Yes. Na iko only how many minutes from Thika? Hapo tu ni within 30 minutes uko pale kwa shamba pale Masinga. Yes. 30 minutes ushafika kwa shamba. These are 50 by 100 plots zenye ni prime, ziko kando ya barabara. Unaona? Si eti ni kitu yenye unaingia, ziko kando ya main road. Yeah, sure. Haya, kuna maji huko, stima iko, majirani wako, mashule ziko, kuna Masinga Boys, kuna Masinga Vocational College, kuna inaitwa St. Bakita, si ndio? St. Joseph Bakita. St. Joseph Bakita. Yani huko unasikia ni the prime hub na tunakupatia na a throw away price. Tunakupatia na bei ya 350,000 peke yake. Elfu hiyo na Kiswahili ni kusemaje? 350,000. 1,300 na shilingi 50 ama na sio shilingi 50. 1,350 na unajinyakulia shamba yako. Sure. Sasa nataka utuguide leo tuanze discussion. Kwa sababu leo nataka nikulime. Leo ni leo. Leo ni leo, msema kesho ni muongo. Ni muongo kulingana na Waswahili. Sasa tuko hapa. Nauliza aje? Ni vizuri your wife ama your partner ama your husband or you're in a relationship kuwa na a best friend. Kuwa na a best friend ambaye ni opposite gender. Yes, so swali. Hebu uliza hiyo swali tena. Nauliza tena. Kitu ambayo nauliza tena. In a relationship ni vizuri kuwa na BFF ama best friend wa opposite gender. In short unauliza ni vizuri kuwa na bestie. Ndio hiyo. Nasema ni poa ala. Nasema ni vizuri. Unapata wife yako akona bestie wake pale best friend. Kijana fulani tu hapo. Akona Murio pale best friend. Si mbaya. Mimi sioni ikiwa mbaya. Reason being unaona tuseme sometimes in a relationship sometimes in a relationship kuna kuanga na sometimes mmekosana maybe na mtu wako and everything, sometimes amuongeleshani, si unaona ataenda aongeleshe yule bestie na atamsaidia opposite gender. Si tena mimi nasema haustahili kuwa na no hapa atuwe na bestie. Bestie opposite gender. Hapana. Si ni mtu mmoja mnatembeleana, you know. Hapana. No. Unakataa? Yes, we should have boundaries. But sasa unaona huyo bestie ni mtu mwenye
mkiwa mmekosana labda na mtu wako, mnaenda mnakaa na yeye, mna resolve kesi, like wewe unaweza taka bibi yako apate depression ama apate stress? Hapana, na njia ni mingi za kuua nyoka. Kwa hivyo yeye akiona kama hizi kuongelesha, sikuna huyo bestie aende tu amuongeleshe na wata solve kesi pamoja. Hapana, mimi nasema hiyo nimekataa. Yeah. In a marriage, me I don't think you should have a bestie. Have a best friend. Because one, hiyo unasikia hiyo ni red card. Umejipatia red card. Because feelings huwa zinaanza na kuwa a friend, that sasa hiyo from a friend sasa umeanza kuwa best friend. Sasa hapo mo the feelings ambazo zinaanzaga. And no one thing. Ni kama kusema ati fisi inakuangalilia nyama. Ni ile rido ya tukiwa wadogo ulikuwa unaulizwa ati mtu ako na fisi, kuna sijui mbuzi na kuna kuni ama ni nyasi, utavukisha gani, uache gani kwanza? Sasa ndio hiyo sasa iko hapa. Hapo uko na fisi na kuna mbuzi na kuna nyasi. Na inavukisha kitu kimoja at once. Vizuri. So unaanzia nini? Unaanza wapi? Unaanza kuvukisha nini? Sasa nikawa kusema wakati umeenda kazi nje, umeacha best friend pale, ati wakati uko shughuli best friend anakushughulikia pale. My friend, utakuta nyama hakuna. Lakini mimi naona okay, hebu ione na hiyo perspective yangu ya ukiwa na shida. Sema kama mimi niko na shida, si ndio? Na nataka usaidizi. Kama mimi kama kijana, na labda kitu nataka kuuliza bibi yangu hajui, ama nikiuliza bibi yangu atanijudge, kwa sababu napata sometimes sisi vijana ama sisi wanaume kuna tu vitu tu fulani tunataka kujua, lakini hutaki bibi yako ajue umejua. Sasa si hapo bestie anakuja na ana play a very critical role hapo, anakujibu na unaona wewe ni mtu mmezoeana, haizi kujudge. One thing, in a relationship or in a marriage, there's something we call boundaries. And these boundaries, the moment you have that someone you call bestie, remember, most of the marriages are broken or relationships are broken by besties. I have a friend of mine, wakati alikuwa anaoa, the girl ambaye alikuwa anataka kumuoe, alikuja kapeo maneno by the bestie, because the bestie he have a like to this man. And at the end of the day, sahi ni yako kwa boma. Bestie sasa. Bestie. Most of the marriages unapataga or relationship, they have been broken by the bestie friends. And those best friends, they take over. Because number one, they know the secret in your marriage or your relationship. Number two, anajua all your secrets. So he used your secret as a weapon to your man or your lady. So yeye akona upper hand, nini unasikiaga, yeye ako kadi. Ako kadi. So anajua kuzicheza. Anazicheza na wewe umemwachia uwanja. Na hapo ndipo unapata most of the people, their marriage start going downhill. Their relationship they break out. And most of the people ambao unasikiaga ni best friend ambao wameolewa kwa hiyo boma, ni best friend anaenda kuangalia mzee kama ako sawa. Ni best friend anaenda kujua kama mzee ataoga aje leo. Let me tell you what, hata zile boma unapata mzee amekufa, mabibi amekufa, wenye anataka kuangalia nani ameshinda hivi ni rafiki ya mzee ama ya bibi. So it is good sometimes we have a boundary of it is not being having a friend, but our bestie. Number one, you should know is that in a relationship, kitu kidogo inaweza break. Na mwenye na break is your friend. Because that friend akona upper hand, anajua
pato najua leo kwa mkahawa. Napigia wife yake tuko na mtu wako hapa, nimemuona wako kwa room. So mkibishana na wife anajua. Sababu unakuja open up. You are exposing your marriage. So yeye anajua bibi ya pato anamsumbua. Bibi ya pato anataka kupelekwa out, lakini pato kazi yake imekoma na mimi najua. Pande nyingine naweza kumwambia naweza kuinvite out mahali fulani. At the end of the day unakuta your marriage ilienda or your relationship imeenda. Now another thing we should be very keen is about these people they call ex. Yao wanajitaka ma ex. Yes, niko na ma ex na tunaongeaga na yeye. Mimi ex tuliachana, lakini unajua bado ni rafiki. Like si alikuwa ananijua tu ni mambo tu tulishindana. That timing bomb. Ni mambo tu ililemaniwa tu kidogo hapa na pale. Ni sawa. In the nature of wildlife, a lion inaweza kama mahali imegojea kwa nyasi. For a buffalo or a zebra zinakula even for 2-5 minutes. Imekaa pale tu statue. Baka unaona hii haina ubaya. Haina but the moment to strike, it is waiting for the right moment. Ana spot ndio hile inataka zebra. Ni ile buffalo hiyo ndio inataka. The lion wait for the right time. Now when the time amepata ya ku strike, that's how the ex they do. They be friendly, but they are waiting for the right moment. The right time ya ku. Yes. Another thing you should be very keen about this gender, because one thing, the wife you have married and the relation you have, it started as a friend, ikatoka friend, ikakuta bestie. Sasa from bestie sasa imekuwa you are now the husband and the wife. Now the same thing happened to these people. The opposite gender umeanza kuwa na wao close. There is that kunaanza kuwa na that glimmer of temptation of having a relationship with. Unaanza kusikia na hiyo roho imeanza kupiga. Tukienda kukunywa kahawa nataka tunaongea na yeye mawima. My friend. Iwezi. Run for the hill. Kimbia. Because Because that's a danger zone. Me, I'm against best kabisa. friend. I'm a BFF kwa marriage, kwa relationship. Hao ndio wanaharibu. Hiyo ni red card. Ama je unaona hapa book comment uniambie. Hebu commentini watuambie. Is it good to have a best friend in your marriage or your relationship over an opposite gender? Ati hazi yako anakuwa na best friend mwingine hapo manzi. Ukimwangalia una compare na yeye na wewe unaona huyu ameiva kuliko unaangalia yule demu unaona huyu ako sawa kuliko wife. Is it good? Hebu commentini hapo. Na mkicomment mkumbuke bado tunawauzia ploti, si ndio? Tuko pale Masinga Destiny Gardens. Tunawaletea ploti ziko pale, tunaziuza na bei ya 350,000. Na hiyo ni discounted price by the way, kwa sababu si unaona kuna nini Dhika inafanywa smart city. Yes. Ndio. Na hizo ploti ziko only 30 minutes drive hadi pale kwa shamba. Na hizi shamba imagine haununui ukalime. Haununui ukapande mboga huko. Hapana. Haununui uende ulishe nguruwe. Hapana. Hapa ni kununua. Unajenga boma yako na sio boma tu. Sisi za mabati ama nini. You are building a mansionette. Waambie hata zenye zimejengwa huko kuna mabungalo zimejengwa. Na unaona tu watu wako huko wamejenga, si watu wachache. Kwa hivyo hata wewe usiachwe nyuma. As you are commenting hapo utuambie ni vizuri kuwa na bestie ama si vizuri. Yes. Leo naona ni kama Mr. Muge ananitandika viboko. Nilikuwa nimekuja nimejitayarisha lakini naona leo unanitandika viboko. Si viboko, it is the fact. The reality. Huwezi weka fisi na nyama pamoja. Kuna moja itakula ingine. Kuna moja itakuwa mboga. Wonderful. Leo tumefurahia sana. Discussion imekuwa mzuri.
tumeguzia mambo ya my exes about exes, na nilikuwa nataka maybe unaweza tu educate on something. Kuna watu nasikianga wakisema sijui kuna closure ile yenye muende mpatane na mtu wako, simuliachana, mpatane sasa na mtu wako for the last time, mkae chini muulizane mbona tuliachana, reason ni gani tuliachana, hii relationship inaweza rudia. Unaweza advise mtu afanye hivyo, ama wewe ukiachana wewe toka, enda, move on, mambo ishe. Ina relationship, si marriage, ina relationship. In each and every relationship, communication is the key. If you don't communicate, you are planning to fall. Because no one is perfect, but you should be communicating. If you are kama mume break up na mume move on, that's another part, because always go ulioa ama uliolewa, then nataka ati kukuja tujue tulikoseana wapi. Hiyo ni ukweli. My friend, that is a scar ambayo una kidonda ambayo unachimbua. So, but if it's a relationship ambao maybe umeachana for a certain time, lakini bado mja move on, mnataka kuketi chini and maybe you reconcile, it is good. I can support for that, because the moment you speak is the moment you know your weakness and the other one weakness. Because the moment you fail to communicate is the moment you are planning to fall. Very true. In any relationship. Feelings or love, they come from communicating. Relationship comes stronger from communicating. Now, communication is the backbone of any relationship. Very true. Hizi zingine unaona ati kupelekwa kufanya nini, hizo zinakuwa build up of the backbone. But foundation ni communication. Ni communication. Awazambia dem kuja nikupeleke ranja hata ujai communicate umjui ni aje. Ni kweli. So foundation, communication. Hizi zingine zinakujanga tu kusupplement na kuongezea tu. Yes. Next thing you should know is that one thing, a good relationship is a relationship that you speak. It's a relationship that you reason. Not just speaking, but you reason. Can listen. Because the moment you are listening, it is not a must to be right. The moment you are reasoning, it is not must I am the only person who is right. Kuna chances unaweza kuwa wewe ndio uko chini. Inaweza kuwa maybe mimi ninaona hapa nikispendi pesa nikiendaga hivi, ama nikiwa marafiki na wachukua na gari tunaenda tunapiga sherehe mbele ya huyu, ninafanya jokes ambazo kumbe hizi jokes ama this communication I'm doing with my habit, sio, it is not healthy to me and my relationship. That's why you come to realize when you're communicating, unajua kujua are you compatible with each other. But mkiassume ati hamta communicate, because life is up and down, but the moment you are communicating, you strengthen each other. Na the moment mna communicate, mnakosa kusikizana without reasoning, that still you break each other. Very true. A word is a two-edged sword. It can tear either way. It can cut either way. So you have to communicate. Communication is the key. Hizi vitu zingine zikujange tu kuongezea. But basic ikuwe communication. Communication is the key. Okay. That's wonderful. Hata mkiachana na mjui, mnataka kujua makosa ilikuwa ya nani, ilikuwa hapa ama haikuwa ya pande nyingine. Come together and speak. Sit down, communicate. Yes. Muone ama ni something you can resolve. No, and not just communicating. Listen together. Kuna communicating tu, mnaweza kuja tu mkae but sasa kuna ile ku reason. Reasoning. Okay. Because your relationship cannot go where hamjui tuone, then after kuona what after there or after tumepata watoto nini nyingine. True. You have to lay your vision when you are communicating. You have to lay your goal when you are communicating. Communication. Yes. Sijui kama mmesikia watazamaji,
that communication is key. Something that I've learned today is that communication ndio foundation. Hizo vitu zingine zinakuja tu kusupplement, kuongezea juu. But the critical thing and the key thing ni communication. Mkikoseana mahali ama hata wakitaka kununua kashamba huko kwenye tunauza, make sure you communicate. Yes. Hawezi advocate mzee ajifiche akuje ajiweke yake na bibi ya Simko kimoja. Mkishakuwa kitu moja, mcommunicate. You have a vision to invest. And that's why as a Malina, we are communicating to you about this project. Because without communicating about this project, utajuaje kwa Masinga? Utajua aje ati hii Masinga unaweza jenga mabungalo? Utajua aje Masinga unaweza jenga hata BNB? By the way. Utajua aje Masinga unaweka apartment? Kuna Masinga College kwa pale. Masinga College iko na more than 5,000 students ambao wanakuja wanataka nyumba za kukaa mahali pale. So that means you can you can be a landowner, and in the next 3 to 5 months you become a landlord ambaye anaingiza income ukiwa Nairobi, ukiwa Nyeri, ukiwa Murang'a, wherever you are, because ile pesa ile shamba inakuletea pesa because you have built an apartment for the student. Najua kitu moja, pale most of the people in the 50 by 100 wamejenga single houses in that 50 by 100 because ours is standard. The other project about unapata mtu amejenga more than 15 houses in that 50 by 100. Na ile nyumba wanakondesha a minimum of 3,500 per month. Na huyo ni yenye amejenga on a standard. But ukijenga a nice apartment ambayo unaweza jenga in a story building, you can have more than 45 rental houses. Na each inakuingizia a minimum of 3,500 per month. Now I'm a student more than 5,000. Kwa hivyo that's a very very good investment. Definitely. Imagine unaingiza an income of more than 175,000 per month. 175,000 per month. Na hii nyumba umejenga between 6 and 8 months. Maybe is a first umejenga first and second floor from a first floor. What does that help you? It help you even to able to invest in other project. It inakusaidia hii pesa imerudisha ya ile plot. Because where we are going as a nation, we should focus. Kesho itakuwaje? And like the devolution in the counties, sasa wanasemaje? Wanasema kwamba let us implement in TVET colleges. In each and every county, we are working on TVET colleges because that's wanataka wanakuwa compatible with the CBC. Na that's unapata TVET college imetilio maanani because watu wanataka skills za mikono. Because in TVET college ni mahali unapata skills zote za mikono. Ni mahali unapata machinery plumbing, all those kind of juakari work, na nizoko na pesa sahi. So the moment umepata opportunity ya kuinvest Masinga in this Masinga Arcade, Destiny Garden Masinga, one thing you become automatically a billionaire. Why do I say so? B. Because this is a generational wealth that you have created in Masinga. Na usisahau Thika imekuwa metro city. Being a metro city, and within Matu it is the metropolitan of the Thika. So that means hapa kutakuwa ni ile unasikia tuko Lavington, tuko Lunda. Pesa ni kuingia outskirts sasa za the city, the smart city. Okay. And in the whole of Matu, Masinga ndio inakuwa na the highest population of people. The highest population of business people there. The whole of Matu. Yes. Wow. Because Matu is the hub of investment. Matu is the hub of business. Na unapata pale Masinga because of this called Kengen. Most of the entrepreneurs. Yes. Najua Kenya pa imekuwa metropoli, imekuwa inataka tu wao ni wao. Now Kengen imekuja kuwa like a supplementary ya kusaidia Kenyan people with electricity. That's why unapata the Asian government, the Chinese government, they are moving in. Na ukiwa tu hapa unapata they are offering the irrigation water to the neighboring people. They are offering electricity to that Masinga town. So that means baada ya stima
ni X. Hamta sana sababu stima ni throughout. Pale matajiri wamekuja. Those ambassadors watakaa wapi? Wataishi wapi? You need to have houses. You need to have those apartments. You need to have that land. Na usiache nyuma. Come. Tupatane hapa Maryland. Namba yetu ya simu ni 0704 882222. 0704 882222. Si ndio? Na ofisi zetu ziko wapi? Ofisi zetu ziko hapa Nairobi, along Thika Road, stage inaitwa Lostas. Hii building kubwa iko hapa tu, stage ya Lostas. Inaitwa Mountain Mall. Pahali naiva siko, tuko hiyo gorofa ya 3. Ukija pale utapata tumekungojea mahali hapa. Karibu chai. Karibu chai, hata sasa ni masaa ya lunch. Karibu. Na ukumbuke hii offer tunakupatia mpaka Friday. From 400,000 tunakupatia a 50,000 discount. Tunakuuzia na 350,000. Na ukumbuke ya kwamba hii bei ni inclusive hadi timiliki yako. That is hadi title iko pale inclusive. Stay tuned. Yeah. Thank you very much for tuning in for today. That was a very wonderful discussion. Sasa tutapatana hapa next tukiwa na ingine. Hii ingine nitaenda nijitayarishe vizuri sasa. Hii hapa alikuwa anaongea facts. Unashindwa utaoppose namna gani. Lakini every day tumesema is a learning day, si ndio? Is a learning day. Kuna a lot of things sikuwa najua, nimejua saa hizi. So thank you very much kwa kuni-educate na pia kuna mtazamaji ume-educate pale. Sasa tupatane next time. Next time sasa nikuja na nyundo na msumari tu, ni kugonga. Utaweka mawe. Utaweka mawe. Hata comment hapo useme what do we need to discuss. Yes. What is the challenge that you need to speak about. So comment hapo, so andike hapo, so inbox. Yes. Namba zetu ziko pale kwa bio pia. Unaweza tu inbox tuambie this is a discussion we need. We need to hear about this. This is a question we have. At least hata tutakuwa na live session ya maswali. Hizo maswali mtaandika pale, tutakuja hapa pia kuzijibu. Na pia watu wenye wana watch hii ni recorded, kuna yenye ni recorded pale wenye wata watch through Facebook. Pia nyinyi mcomment maswali zenye mngetaka tuulize, mcomment ni topics gani mngetaka tuongelee, si ndio? Ile tunakuja hapa tunaguzia vitu mnataka, then sasa tunakuwa tumesaidika sisi wote pamoja, si ndio? Hapo kweli. Every day is a learning day. Asanteni sana kwa kuwa tuned in. Tuonane siku nyingine. Bye bye. Bye bye.